Wacha nimuite kutoka Ukambani, kijana ambaye ameua ukabila once and for all. Anaitwa Mutuse. Ngoja kwanza, ngoja kabla ujimbie Mutuse. Mutuse anatosha toshi. Akienda kutoka Nandi Hills apeleke ujumbe kutoka Nandi Hills. Mnamtuma yeye. Mnasema ukabila ishindwe. Hebu weke nyimbo akuja azungumze na nyinyi. Nita nikindoi bilit kwa jitaka. Acha Osoro ule Mutuse. Viongozi wa walio wengi katika bunge, Mheshimiwa wa Kikuyu, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ndugu yetu Saha Faruk, gavana wa Uasin Gishu, gavana koti moja lakini ni koti moja kila siku. Deputy governor wa hapa na viongozi wote wa bunge ambao tuko na wao hapa, mabishop, mareverend, mapasta, viongozi wa kanisa, wananchi wa Nandi Hills. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good and all the time. Wamune Chaminge. Hebu tusalimiane kwa hewa kidogo, Nitaongea kwa ufupi kwa sababu ya muda na tuko wengi. Kama mnasikia niko na homa kidogo. Imekuwa imenishika kwa masiku kadha wa kadha. Lakini nimejikaza nikasema leo lazima nikuje hapa Nandi, tukuje tuombe pamoja. Na nimefurahi katika wakati wa kuomba pia tumeombea wale wagonjwa, na najua kwa hayo maombi nitapona. Kwa sababu tutapona kwa imani. Ama namna gani? Wale ambao labda hatujuani kwa majina, mimi naitwa Mwengi Mutuse. Kwa wakati huu mimi ni mbunge wa Kibwezi West pande za Ukambani. Wengine wanajua kwamba hapo mwezi wa 10 wakati wengine walikuwa wanasema watafanya William Ruto one term, kila siku asubuhi tukiamka tunakumbushwa hapa Nandi kuko na mlima. Tulijitolea tukiwa na viongozi wengine, na huyo jamaa tukasema aende akiendanga, na kweli alienda. Siku hizi tunamuona pale wa Munyoro. Tumekuja hapa kwanza tujumuike na nyinyi katika hafla hii ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tunafurahi kwamba tumepata baraka. Pili, vile kumeelezwa, tujiunge na nyinyi ndio tuweze kuendeleza kazi ya Mwenyezi Mungu mbele. Na vile mimi mwenyewe nimekuja hapa ili niwajulishe nyinyi watu wa hapa Nandi kwamba muko na marafiki Kenya mzima. Semeni marafiki Kenya mzima. Ndio msikae hapa Nandi mufikirie ati president is under siege. Mahali tumetoka Ukambani, ukiangalia vile Osoro amesema, tuko hapa kama viongozi wa Kenya mzima. Na tuko hapa kusema kwamba msikue na wasiwasi, Mheshimiwa William Ruto ameshikilia vizuri katika nchi yote ya Kenya. Na nyinyi kwa sababu ndio hapa nyumbani, tunaomba hata nyinyi muonyeshe msimamo na muongee kwa sauti kubwa. Msikae ni kama mko na uoga wakati mnaunga mkono Mheshimiwa William Ruto, because the president is delivering on his pledges and his promises. Tuko pamoja, hawa tuko pamoja. Pili, tunataka tuseme kwamba kwa sababu katika bunge rais kupitia kwa Kimani Ichung'wah alinifanya naibu mwenyekiti wa kamati ya sheria. Jambo ambalo imefanyika juzi na ambao ni jambo kubwa katika nchi ya Kenya imekuwa ni uteuzi wa chairman na makamishna wa IBC. Juzi hata jana nimeona viongozi wanapiga makelele nyingi, na nataka munisikize kwa mambo matatu. Kuna wale wanasema kwamba wale makamishna na chairman ambao wameteuliwa, the process was not consultative. Nataka niwaeleze kwamba hii ilikuwa consultative kwa sababu ilianza Bomas, NADCO, ambayo ilikuwa imeongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah. Hapo ndio walituletea sheria ya bunge, katika bunge sheria ya IBC. Wakasema selection panel ikuwe expanded. Ndio Mheshimiwa Kalonzo akatoa mtu yake,
anaitwa Dr. Koki Muli, akakaa kwa ile selection panel. Ile majina ambayo rais amepelekewa iko na signature ya mtu ambaye alikuwa amechaguliwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, anaitwa Dr. Koki Muli, wakili ambaye anatambulika katika Kenya, mwalimu wa sheria, aliweka signature kwa ile ripoti ambayo ilipelekewa rais. Akaambia rais, mimi kama yenye nilichaguliwa na Kalonzo niende nikakae kwa selection panel, naona hawa ndio wanaweza kazi ya IEBC. Unajua Kalonzo ni wakili kama mimi, na kuna a basic principle in law: you cannot approbate and reprobate at the same time. Yani huwezi kuwa ndani na nje at the same time. Wewe mtu mwenye ulituma kwa IEBC selection panel amefanyisha interviews za wale wote ambao waliapply kuwa chairman. Wamefanyisha interviews ya wale wote ambao walitaka kuwa members wa IEBC. Ameweka sahihi kwa ripoti. Akaambia rais, kulingana na mimi hawa ndio wanafaa kuwa chairman. Akaambia rais, kulingana na sisi hawa ndio wanafaa kuwa members. Rais hajatoa mtu outside that list. Amechukua wale mlimpelekea. Akasema ni huyu very qualified young lawyer from Turkana is the best to be chairman. Sasa ni kitu kingine gani tuna complain jamani, na rais hajaenda kando na ile list tulimpelekea? Wakenya wanajua kwamba tangu March 2024, sasa ni mwaka na karibu miezi mbili, watu wa Banisa katika Mandera walipoteza mjumbe wao, alikuwa anaitwa Kulo. Wakenya wanajua kwamba watu wa Baringo hawana senator. Wakenya wanajua kwamba watu wa Magarini hawana mbunge, kwa sababu the Supreme Court declared null and void the election of their member of parliament. Juzi Opiyo Wandayi amefanywa kuwa waziri, akaresign kama mbunge. Juzi pande za Mbere, mbunge Ruku amefanywa kuwa waziri, pia hawana mbunge. There are about 8 wards zingine from 2023, moja Machakos, moja Nyamira, ingine Turkana. Kutoka 2023 hawajakuwa na ma-MCA. Na wakati tunaongea bungeni tunawakilisha wananchi, tunaongea maneno ya budget, tunaongea maneno ya maana ya nchi, na hizo wards na hizo constituency 6 na senate moja hazina wakilishi bungeni. Si jameni hao wanapinga kutengenezwa kwa IEBC, hata wasikilie huruma au constituents wenye hawajakuwa na mbunge, ama namna gani watu wetu? Pili, nikimalizia, I don't know, sijui ni kwa nini hao viongozi hata hawajasoma wakaelewa vile siasa ya Kenya inafanyika. Huko mbeleni walikuwa wanasema watatumia IEBC, watatumia system ndio wapate urais. Kufikia sasa sijui ni nani Kenya hajawajai kujua kwamba IEBC cannot make anybody president. IEBC cannot make anybody governor. IEBC cannot make anybody senator. IEBC cannot make anybody member of parliament. IEBC cannot make anybody an MCA. Kazi ya IEBC ni kuwa referee, kusimama katikati, kupangisha mechi, alafu inatangaza yule mwenye ameshinda. Kura iko kwa wananchi. Ama namna gani watu wa Nandi? Nyinyi ndio mko na kura ama si nyinyi mko na kura? Nyinyi ndio mlichagua William Ruto ama si nyinyi mlichagua William Ruto? Wale walichagua William Ruto, hebu mnionyeshe kwa mkono. Jameni, si mnionyeshe kwa mkono wale mlichagua William Ruto. Niwaulize, halo, kura ikarudiwa leo ya urais, ikakuwa inapigwa leo. Nyinyi watu wa Nandi Hills, mtachagua nani kuwa rais wa Kenya? Si muongee kwa sauti kubwa hao wakora wasikie. Kura ikarudiwa leo, mtapigia nani kuwa rais wa Kenya? Nyinyi mnasema mtapigia William Ruto. Kura ikarudiwa leo ya urais wa Kenya, mtapigia nani kuwa rais wa Kenya? Na ni wapi hao wakora wanasema kwamba William Ruto hana masapota? Mwisho tukimalizia, huyu mbunge wenu ni rafiki yetu. Mbunge wenu anaitwa Bernard Kitur, ni mtu ametulia pale bungeni, anafuata sana maneno yenu ya barabara, anafuata maneno ya masomo, kila wakati anaongea kuhusu shida za watu wake na jinsi ambazo hizo shida zitatatuliwa. Nataka niwaulize kwa heshima muendelee kushikilia huyu kiongozi, kwa sababu pia yeye anashikilia Mheshimiwa William Ruto vizuri kule Nairobi. Tuko pamoja watu wangu. Alafu baadaye hii wiki inakuja na waalika tarehe 16 tutakuwa na hafla kubwa katika constituency yangu ya Kibwezi West,
ili ndio mjue hata hiyo sehemu ya Kenya William Ruto ako na support base kubwa sana. Asanteni na Mungu awabariki. Tumpigie Mtuse makofi ya heshima. Anatosha atoshi. Diga kanisa ungira kwa kitai tukabwa kwa bakwe. Ambeje gira baki one Mungu kimtatende ba une. Ongira baki kwa kasio kwa kanisa.